Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ukweli kuwa kuna zamani kuna yule mwimbaji na mimi sijui nyewe tumliokuwa zamani sana, kuna wimbo ule anasema hilo ulijitaka sijui kupigana na mimi jogoa shamba hawiki mjini, nadhani iko hivyo, sijui vizuri, lakini kama ungekutana na mimi anamwambia yule umetamba, umekuja, umepigwa na kijana mdogo, aibu imekupata. Nadhani wimbo ulikuwa naimba, sijui vile unaimba vizuri, lakini sijui nimewahi kusikia. Nikitazama hiyo nafananisha na kile ambacho kinaendelea hivi sasa Middle East. Mambo yamekuwa sio mambo. Tunachoshuhudia hivi sasa ni vituko. Ukweli kuwa hakuna yasiokuwa na ncha, hata yangekuwa marefu vipi. Marefu yatafika mwisho. Kitu kimoja ambacho bado siamini na sikubaliani nacho, kuwa haiwezekani Rahby mimi kutoka kusoma shule yangu ya kata na shule za mbele, uwezo wangu wa kunusa na kuona kuwa eti ni mkubwa kuwazidi wao. Kwa nini yote ambayo mengi ambayo tuliyazungumza, kwa nini mengi ambayo niliyazungumza kabla ya mzozo ndio yanaenda kwenda moja baada ya jingine? Sitaki kusema kuwa wao na vitengo vyao vya wataalamu wenye kufanya researchi, uchunguzi, uthibitishaji, kwa walikuwa hawajanusa hiki au walikuwa hawajaona hiki. Walisukumwa na maamuzi yoyote ya hisia ni maamuzi yenye kuumiza. Katika maisha yako yote, popote utavyoishi, hakikisha kuwa maamuzi yako yanakwepa kabisa maamuzi ya hisia. Yani hisia zako zibaki hisia, lakini linapokuja swala la kufanya uamuzi, weka hisia pembeni. Hisia always hazikupi kitu halisi, zitakupa kitu tofauti. Tunawasifu, tunasema mfano Mossad wanafahamika kuwa ndio wenye ujasusi mkubwa zaidi, kwa sababu ujasusi wao sio ule wa kiteknolojia kama ambavyo sisi tumekuwa tukikaririshwa kuwa wana teknolojia kubwa sana, wanajua sijui kila kitu. Hiyo hamna, hivyo vitu huwa hamna. Ni nyinyi mnavitengeneza kwenye vichwa vyenu, na wao kwa sababu hupenda sifa na hupenda kuonekana wanajua, wanatembea kwenye ujinga ambao tunawapa wenyewe. Yani pale sisi tunapothibitisha ujinga wa kuamini kile ambacho wanatudanganya, na wao wanatembea pale pale. Yes, sisi ndio tuko hivyo. Sisi tumekwenda hivyo. MQ-9 Reaper ya 12 imedondoshwa Tehran jana, ndani ya wiki moja, ndani ya wiki mbili. MQ-9 Reaper ya 12 inadondoshwa ndani ya Irani. Lakini nenda kazisome hizo MQ-9 Reaper ambazo ni drone za Kimarekani, ambazo ni ghali. Nenda kazisome uone jinsi walivyokuandikia. Sasa ukija sasa ukawafuata, sasa ukawakuta wale wasimuliaji wetu, maana yake kuna wachambuzi na wasimuliaji. Tumekuwa kuna genge kubwa sana la wasimuliaji ambao na wenyewe wana title ya uchambuzi. Yani mtu anaweza kuhadithia hadithi ilikuwa hivi, fulani alikuwa hivi, mwaka fulani alimkaba fulani, mwaka fulani alipigana na fulani alikuwa kitu ambacho mtu yoyote anaweza kukisoma na akakihadithia. That is story. Hiyo ni simulizi. Ni tofauti kabisa na uchambuzi ambao haupo kwenye klasi yoyote, haufundishwi darasa lolote, wala hakuna mwalimu yoyote anayefundisha uchambuzi. Watu mara kadhaa wananitumia message, Rahby bana, mimi nina idea uchambuzi bana, nataka unifundishe niwe kama wewe. Huwa nashindwa kumjibu nianzie wapi, kwa sababu mimi sikufundishwa, yani sijui darasa gani nilikaa nikafundishwa kwa mchambuzi. No, uchambuzi ni kitu cha asili tu cha mtu, kinakuja kama vile wachambuzi wa mpira, wachambuzi wa masuala sijui ya nini, vyovyote inavyokuja, si kitu ambacho mtu anaweza kafundishwa kikaja. Hiki ni kitu kinaishi, yani kipo na wewe, kinaishi siku zote. Kwa hiyo ndugu zangu, hili swala la uchambuzi sio kwamba huwa na wakatalia, lakini kwa sababu nashindwa nifanyeje, kwa sababu sikumbuki nilipofundishwa, lakini naona tu ni kitu ambacho ninaweza kukifanya, na inabaki kuwa nadharia tu, iko hivyo. Sasa kwa nini nasema haya ya Trump yamekuwa makubwa? Yamekuwa makubwa kwa sababu leo hii Trump amegeuka kituko duniani. Amegeuka kituko ambacho ni kituko na vichekesho.
hata waliokuwa upande wa Marekani na kutetea kile ambacho Donald Trump alikuwa anakifanya na Marekani yake, kwa kweli sasa hivi hawana sehemu ya kuficha sura zao, kwa sababu yanachofanyika ni vichekesho ambavyo haviingii. Hivi ukubwa wa jeshi la Marekani na nadharia Trump aliyokuwa akitupasha na kile tulikuwa tunakiona kwa underdog Iran na haya yanayoendelea hivi sasa, mechi inavyochezwa, jibu linakupa lipi? Kwa sababu ni kama vile ukisikiliza kauli za Trump, kwa sababu kumekuwa na presi nyingi sana za Trump na watu wake, mawaziri Trump, na kile ambacho kinaendelea ndani ya Israeli husikii kauli yoyote. Ni kama Israeli walimdrag Marekani kwenye vita halafu wakamwachia vita, na ndio sababu Israeli wanatumia sababu gani kukwepa vita ya Irani hivi sasa? Wanatumia sababu ya vita ya Lebanon. Israeli anasema hivi sasa anakusanya military person active na wale ambao reserve wafike 450,000 kwa sababu anataka kufanya ground invasion ndani ya Lebanon. Umeelewa huu mchezo unavyochezwa? Tayari kaisha mpeleka Marekani kwenye trap, yani tayari kaisha mpeleka Marekani kwenye mtego. Marekani amenasa kwenye mtego. Israeli anakwepa lawama za ulimwengu kuwa yeye ndio sababu, na kamwachia Trump ndio anajibizana na wengine duniani. Maana yake kuwa huenda Trump kila akiwaambia Israel, bana nyinyi ndio mlioyataka haya, nyinyi si ndio mlitoa tathmini yenu, wanamuonyesha zile faili za Epstein tu, anakuambia wewe umeona hii, kaa kimya, endelea huko. Kwa hiyo Trump anakaa anagombana na wengine kwa sababu ya blackmail yake, yani kwa sababu yeye wamemblackmail. Sasa wewe angalia Trump kwenye huu mzozo hasemi kuhusu Israel ambaye ndio kamuingiza kwenye mtego. Anawatukana washirika wake, anasema, anawaambia NATO, msiposhirikiana na sisi mkajibu tofauti kivingine, ukweli kuwa baada ya hapa tutakuja kuchukiana. Yani Trump anawaza kuisambaratisha NATO kwa sababu NATO hawako tayari kuriski maisha yao, hawako tayari kujiingiza kwenye mgogoro huu, hawako tayari. Uingereza anasema hivi, ngoja nikusomee taarifa ya Keir Starmer ambayo Uingereza amejibu kwenye hili. Waziri Mkuu Keir Starmer alisema kuwa alisema alipokuwa anaongea na vyombo vya habari huku mvutano katika eneo hilo ukiendelea, akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, Starmer alisema serikali yake itaendelea kufanya kazi kuelekea suluhisho la haraka, akisisitiza kwamba kipaumbele kilikuwa kukomesha mapigano. Sio, umeelewa? Kukomesha mapigano. Alisema Uingereza itafanya kazi na washirika wake ili kuendeleza kile alichokieleza kama mpango wa pamoja unaofaa, unaolenga kurejesha uhuru wa usambazaji kwa meli zinazofanya karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Tayari tumeshirikiana na nchi zingine kutoa akiba ya mafuta ya dharura katika kiwango ambacho hakijawahi kutokea, lakini hatimaye tunapaswa kufungua tena mlango wa bahari ya Hormuz ili kuhakikisha utulivu katika soko. Starmer pia alitetea uamuzi wake wa kutojiunga na shambulio dhidi ya Irani, akisema amekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi kwa msimamo wake, lakini alisimama na kanuni zake. Anasema Starmer, kutuma wanajeshi wa Uingereza vitani ndio jukumu zito zaidi kwa waziri mkuu yoyote. Anasema, akiongeza kuwa uamuzi kama huo lazima uchukuliwe tu kwa msingi wa kisheria na kwa mpango uliofikiriwa vizuri. Waziri mkuu alisema kwamba kumaliza mgogoro huo pia kungekuwa na faida kubwa za kiuchumi. Kumaliza vita ndio njia ya haraka zaidi ya kupunguza gharama za maisha, alisema. Pia alitangaza hatua ambazo serikali yake ingechukua ili kukabiliana na gharama ya maisha, ikiwa pamoja na kupunguza bili za nishati hadi mwisho wa Juni, kuongeza kikomo cha ushuru wa mafuta hadi Septemba, na kifurushi cha paundi milioni 53, yani dola milioni 70, ili kuwasaidia watu walio katika hatari kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta na matumizi makubwa ya gesi. Umeelewa? Anachozungumza kuwa ni suluhu. Umeelewa? Hiki ndio ambacho sisi tulikizungumza mapema, ambao wenye akili ambazo haziendi mbali kama wao waliona kingine tofauti na kile tulikiona sisi. Tuliyaona mapema. Katikati ya matatizo unazalisha matatizo. Hebu mfano nimelizungumza kuwa hivi sasa hivi tunataka tukae kwenye meza. Trump anasema hivi, jana alikuwa anazungumza na vyombo vya habari, anasema kuwa Irani wanataka kukaa kwenye meza ya mazungumzo, lakini hatujui tuzungumze na nani, kwa sababu wametuma ujumbe wa kutaka kuzungumza, ila sisi hatujui tuzungumze na nani kwa sababu viongozi wao wamekufa huko, tumewaua viongozi wote kule. Sasa hatujui tuzungumze na nani.
Unaelewa hii kauli? Yani wewe, watu wamekuja kuposa kwako, wanasema binti yangu ameposwa, lakini sijui muoaji ni nani alileta posa. Kwani uwezi kumshikilia alileta posa? Sasa nani anayeoa? Si jibu jepesi dogo kabisa kwa nani anayeoa au inakuwaje au kipi? Sio, umeelewa? Hii inaitwa ile mfamaji, kwa sababu leo hii ukimsikia mfano kama interview za juzi jana Trump ni kulalamika, tunapambana na nchi yenye uwezo wa hali ya juu, hatukutegemea kama hao watu wana nguvu kiasi hiki, hatukutegemea kama wangewashambulia majirani zao wote, hatukutegemea kama wangejibu, hatukutegemea kama yani ni mtu anaropoka. Yani sasa yamemfika kooni, anaropoka tu. Mwenzake Israeli kamkimbia kwenye vita. Israeli anashirikiana na Iran, anambia twende tutapigana, ndege ziko twende. Wanaenda wanashambulia maeneo ya wazi, ile milipuko ya moto inatoka, wanarudi kwa raia wao, wanawaambia umeona anarudia maneno yale kuwa tumelimaliza jeshi. Sasa wao wanamwambia kuwa umesema umemaliza jeshi la majini, umemaliza jeshi la angani, umemaliza kila kitu chetu. Kwa nini meli hazipiti? Kwa nini hamwezi mkaingia? Kwa nini hamwezi kufanya maamuzi? Na still Iran kila kitu kinarani kwa nguvu yake. Sasa nini kimebadilika? Sasa mtaka nyingi na saba upata mwingi msiba. Mchuma majanga hula na ndugu zake. Leo hii sasa Trump baada ya kuchuma majanga anang'ang'aniza sasa yale majanga ale na ndugu zake. Yani anang'ang'aniza yale majanga ambayo yeye alikimbizana nayo kuyatafuta akiwa na Israeli, anawalazimisha washirika wa Ulaya waingie kwenye majanga hayo. Ni mara ngapi nimerudia na kukariri kauli yangu kuwa hakuna njia ya shortcut kwenye huu mzozo. Sasa kama hakuna njia ya shortcut kwenye huu mzozo, unajua vita, malengo, tathmini, malengo. Unaweza kuamua kujipa ushindi wa mezani kama vile Trump alivyojipa ushindi kwenye June 12 days war. Alitoka akaamua kujitangazia ushindi. Nilizungumza na nyinyi wakati huo nikawaambia ameamua kujipa ushindi wa mezani au ameamua kutoka kikubwa kwenye huu mzozo. Lakini kile Trump anachotuambia sio cha ukweli. Niliwaambia toka siku ile tu anatoka, nikawaambia wanaenda kujipanga, watarudi, kwa sababu hawajakipata walichokitaka. Hiki anachoongea ni lugha tu ya kutaka kutafuta ile kujipa nafasi. Sasa fikiria hivi sasa, wakati wamekwenda na matatizo 3-4 tunajadili, leo hii kwenye meza tunajadili matatizo 5, na ndani ya haya limezaliwa tatizo kubwa kuzidi hata matatizo walikuwa wanashughulika nayo. Maana yake tunazungumza kuwa Irani ilikuwa shida kwa makombora ambayo yalikuwa dhidi ya nani? Israeli. Ilikuwa ni shida ya Israeli tu dhidi ya Iran. Ndio unasema hiyo. Okay, tishio la nyuklia lilikuwa dhidi ya nani? Okay, tishio la nyuklia la Irani dhidi ya Israeli. Leo dunia inakabili tishio la kusambaratika kwa uchumi wa dunia, sio tena tishio la Israeli. Baada ya Irani kuigusa tu Hormuz, tayari tishio kubwa lililopo ni tishio la ulimwengu mzima, sio tishio tena la Israeli na Iran. Tishio sasa, Trump anaenda kutatua tatizo la nani? Hivi sasa tuseme kuwa anapotaka wazungumze na Irani, anakwenda kutatua tatizo gani? Aende kutatua tatizo la makombora na nyuklia ambalo ni tishio la Israeli, au aje kutatua matatizo ya dunia ambayo ndiyo yanazidi kuweka hali kuwa ngumu zaidi? Anatakiwa atatue lipi? Anatakiwa atatue kipi kwa hivi sasa? Kwa sababu kadri muda unavyokwenda, kadri hali inavyokwenda, ndivyo anavyozidi kupoteza taratibu kwenye uwanja. Yani ndivyo taratibu anavyozidi kupoteza kwenye uwanja, na ndivyo taratibu anavyozidi kupoteza nje ya uwanja. Kwa sababu hawa washirika wake tayari uvumilivu wao unakwenda kwenye hatua ngumu. Yani wako kwenye uvumilivu ambao uko kwenye hatua ngumu, sio kuwa wanataka hizo hatua za uvumilivu. Uvumilivu wao umekwenda kwenye kiwango cha juu sana, kwa sababu umesikia kauli taarifa niliyokusomea Keir Starmer hiyo, anasema kuwa itabidi Uingereza itoe kiasi cha dola milioni 70 kwa ajili ya kukava baadhi ya vitu. Na sio Uingereza sasa, manake wanaofunga mkanda ni dunia nzima, wakiwemo washirika wake wote wanafunga mkanda kwa sababu hali sio nzuri. Unajua, ukiendelea kufuatilia mijadala inaozungumza kuhusu Donald Trump, inawezekana nimekuwa nikilizungumza awali, na kuna rafiki yangu mmoja yuko Marekani, huwa tunafanya naye mara kadhaa baadhi ya chambuzi kwenye vyombo vya habari vya kimataifa. Huwa tunajadiliana kwa pembeni
Kuna siku aliniambia huyu mtu sio mzima akilini. Ukweli ndio huo, sio mzima. Nimemsikia profesa nani alikuwa anazungumza, alikuwa profesa El-Masri, alikuwa Mohamed El-Masri, alikuwa kwenye Al Jazeera, anasema kuwa hebu tazama kauli za Trump zinavyokuja na kutoka. Manake juzi Trump anaongea na vyombo vya habari, anasema kuwa unajua kuna wakati tunafikiria maybe hatukupaswa kuwepo huko. Hiyo ni guilty. Unajua unapozungumza hivyo kuwa maybe hatukupaswa kuwepo, yani Marekani huenda haikupaswa kuwepo kwenye vita ya Irani. Sasa watu watakuuliza maswali kuwa kwa nini watu wetu wamekufa? Yani inarudi kuwapa mstari wapinzani ambao au wapo kwenye serikali au wanaoipinga serikali ya Trump kwenda kwenye vita, manake walishasema kuwa hana plani ya vita. Hii vita haina majibu. Hii vita imekwenda na hesabu moja tu. Tunakwenda Mwanza, daraja limekatika mbele. No option kuwa kuna barabara ya pili tunatakiwa tuzunguke, tupite upande wa pili. Walikwenda na hesabu moja tu, na hesabu walikuwa wamechorewa. Marekani alichorewa na Israeli, akamwambia kuwa hesabu za kwanza tunazipiga kama vile tulivyofanya kwa Hizbullah, kwa sababu kikubwa na kigezo walichokuwa wanatumia kwa Irani, walitazama Hizbullah. Ondoa walivyokuwa kina Sarayarul, kina Ibrahim Akil, sijui kina nani. Ukiondoa tu hii safu, Nasrallah na wenzake wote walivyoporomoka, hii safu ya pili inadondoka. Yani baada ya Wairani kusikia kuwa kiongozi mkuu amedondoka na baadhi ya makamanda wakubwa ngaza juu wamedondoka, basi watu walio ndani ya Irani watanyanyuka kwa kufanya maandamano makubwa, na sisi tutamaliza hesabu. Huwezi kwenda kupiga hesabu ya kitoto hivyo bila kujua hesabu ya pili. Yani huwezi bila kujua, kwa sababu kilichotokea kwenye maandamano yale ya Irani ya juzi ilikuwa inatoa jibu tu kuwa mamlaka ina nguvu kiasi gani ya kukabiliana na maandamano. Mamlaka ina nguvu kiasi gani ya kukabiliana na maandamano. Kama mimi Rahbi nilishasema awali kuwa ikiwa unakumbuka wakati wa maandamano niliwaambia hivi, unaona haya maandamano yanatokea, halafu kwa kuna vitisho nje vinatoka vya Marekani, vitisho vya Israeli kuwa tutafanya mashambulizi. Nilisema wakati huo, nikasema kuwa kama Marekani atathubutu kufanya mashambulizi hivi sasa katikati ya maandamano, itakuwa njia nyepesi sana ya kumaliza vurugu, kwa sababu hiki wanachokabiliana nao wa Irani cha ndani ni kigumu. Serikali inashindwa kukabiliana na hiki kitu, ni kigumu. Lakini kama Marekani watafanya mashambulizi ndani, itatoka tu amri kuwa maandamano yote ni haramu, watu muingie ndani, kwa tutawakabiliana kwa nguvu. Lakini ikiwa itatoka kutoka nje maandamano, kuna kitu kimoja ambacho kitasoma. Nilisema wakati kuwa hawa wa Irani wanaipinga serikali yao watakuwa upande wa serikali, kwa sababu hakuna Muirani mjinga ambaye hajajifunza kwa kilichotokea Iran, kilichotokea Libya, kilichotokea. Wote wanajua. Nilisema wa Irani wengi wanapingana na serikali yao, yani wanaipinga serikali, wanafanya na wako tayari kukabiliana na hivyo vitu, isipokuwa wanasema kuwa matatizo yao watayatatua wenyewe bila kuingiliwa kutoka nje. Sasa Trump anasema labda hatukupaswa kuwepo huko. Jibu kama hilo linakupa kuwa wewe hukuwa na hesabu, yani wewe hukuwa na mpango, wala hukuwa unajua unafanya nini. Yani unaenda kuwapa point waliokosoa kuwa hiyo vita unaenda kufanya nini. Hebu tupe ushahidi kamili, hebu tuambie nini. Sasa leo hii Trump anaanza kukabiliana na ukosoaji. Kwa hiyo anaanza kutumia mamlaka ya kisheria ya nguvu ambayo haimpi uhalali wa kisheria, lakini kwa sababu ana mamlaka ya kiutendaji anatumia kugeuza zile sheria na kulazimisha vyombo vya habari vya Marekani vinyamazishwe kwa sababu ya kumkosoa kile anachokifanya. Si ndio anachofanya? Nyamazisha vyombo vyote visisikike ili apate nafuu ya kile anachokizungumza yeye, na wao wasapoti, waseme ndio ukweli. Sasa inaenda kushindana na uhalisia unaonekana kwenye field. Yani uwanja wa vita kinachoonekana ni kingine na vyombo vya habari duniani vinaripoti kingine. Trump analazimisha vyombo vya habari vya Marekani vizungumze kingine ili kuwalazimisha wa Marekani waamini kingine tofauti na kile ambacho kinaonekana kwenye uhalisia. Wa Marekani bado ni wajinga kiasi gani? Wamelala usingizi wa aina gani? Leo hii ukubwa wa teknolojia na social na mitandao na kila kitu unafanya iwe urahisi kufikika kwa kila kitu, kufika kwa watu kwa wakati sahihi. Pale utapomiliki chombo chako na utatunyima haki ya uhalali wa kujua kitu fulani, wala hatuhitaji kulipa, tunahitaji bando tu kuendelea kubaki kwenye mitandao na kuendelea kupekua na tukutane na uhalisia na ukweli halisi wa hicho kinachozungumzwa. Haijalishi wewe utawadhibiti wangapi, utadhibiti vyombo, lakini huwezi kudhibiti kile walichonacho watu na wanacho kitu express. So iko hivyo kuwa Trump hivi sasa
unaweza kusema kuwa analia nyau. Trump anataka huruma, Trump anataka msaada, Trump anaomba nchi ziende kumsaidia, kitu ambacho tulitamani kukisikia kuwa zingekuwa upande wa pili, labda ingekuwa upande wa Iran, kwa sababu Iran walikuwa wadogo. Iran ukilinganisha na Marekani, Iran ukilinganisha na Marekani, Israel wameungana kwa pamoja, nchi mbili zenye nguvu, uwezo wa kijeshi, teknolojia na kila kitu. Leo hii meli zimekimbizwa na drone tu. Drone za Iran tu zimekimbiza meli zote za Marekani. Hazipo, ziko mbali. $13 billion meli hizo nani zao ambazo zinabeba carrying, zinazobeba ndege na kila kitu. Ndege 100 ngapi zinakaa juu running, tunaonekana video, hayana kazi yoyote. Yamekimbizwa na drone, yani kama mwewe tu amewakimbiza. Drone tu za $20,000, drone za $30,000 zimeogopa, zimeenda kukaa mbali. Mabadiliko makubwa ya teknolojia, mabadiliko makubwa ya ulimwengu, mabadiliko makubwa sana ambayo Irani anaithibitisha ulimwengu. Yani hii vita, kama Trump kaenda kuidhalilisha Marekani, basi Trump ameamua kuidhalilisha Marekani na kuonyesha udhaifu, na unapovuja kwa kiwango kikubwa na uwezo wa Marekani utahojiwa, na hili litazalisha baadhi ya nchi duniani kumtunishia msuli na kutokumsikiliza tena Marekani. Baada ya hili wanatokaje kwenye hili? Maswali ndio yako hapo.